Kuna sehemu moja, kuna sehemu ambayo inasumbua sana watu pale ambapo unakuwa kwamba unataka upate zile shikeli 4 za kila timu, kwenye kutaka kufahamu sasa kutengeneza zile shikeli 4 katika namna ya kutengeneza ile mistari na namna ya kukata. Hapa nataka niwaeleze vizuri kwamba zile timu zako zile, kwa mfano hii ni alama tunaweza kuchora, sio lazima. Unaweza ukaanza tu kukata ile mistari 4. Sio lazima uchore ile alama. Tuweke karatasi katika mfumo kama huu. Kwa mfano tutaka tukate za Simba Sports Club. Sawa? Ile mistari yetu 4 tunachora hivi. Angalia hapa vizuri. Angalia mkono unavyoweka. Mstari unaofuata unatakiwa uwe mkubwa kuliko unaofuata. Unaofuata pia unatakiwa mkubwa kuliko unaofuata. Unaofuata pia unatakiwa mkubwa kuliko ule unaofuata, bila kuhesabu idadi ulivyokata. Unakuja tena. Hivyo ndio namna ya kupiga ile mikato, afu baadaye tunakuja kuhesabu. Mkato mwingine tunafanya hivi mara 4. Kila fungu mara 4. Sawa? Na mwisho hapa haya. Sasa kwenye kuja kukata sasa unakata 2 hapa. Inatakiwa tupate shikeli 1 hapa. Hapa tutapata shikeli nyingine, hapa shikeli ya 3, hapa shikeli ya 4. Sawa? Sasa hapa unakata 2 au hata ukikata hata 4, lakini 2 ndio bora zaidi. 2 2 2 2 2 2 2 2, imebaki moja. Ikibaki moja unaandika hivi. Unaenda unakata hivyo hivyo. 2 2. Ikiona imeisha kama hapa si imeisha yote, unaandika hivi. Unakata hivyo 2 2 2 2. Imeisha, weka hivi. 2 2 2 2. Ikiona imebaki moja, unaweka hivi. Kwa sasa hapa hii inakuwa ni shikeli ya kwanza. Unaendelea hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Unakata 2 hapa imebaki moja, unaweka hivi. Angalia vizuri inavyokata, muone imebaki moja hapa. Huku nitaweka moja hapa. Unakata baki moja hapa. Moja hivi. Kwa hapa tumepata hii. Sawa? Tunaendelea hapa sasa. Unakata 2 hapa 2 zimeisha, unaweka hivi. Imebaki moja, unaweka hivi. Ukiona imebaki 2 unaandika alama ya mlalo, yani kama kitu kama moja iliyolala yani. Hapa tunapata moja, unaweka moja. Hapa pata moja, unaweka moja. Sawa? Hii ni shikeli ya ngapi? Ya 3. Kwa hiyo ya kwanza ni hii, ya pili ni hii, ya 3 ni hii. Ya 4 itatoka hapa. Moja hapo. Moja hapa. Hapa imeisha, 2 zimekatika vizuri. Unaenda hapa. Imebaki moja. Sawa? Kwa hii hapa shikeli nyingine. Sasa hizi ukizihesabu ina maana kwenye Simba Sports Club tumepata hivyo. Alafu tukapata hii hapa. Hii hapa moja 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 moja, moja 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 moja. Alafu tukapata moja 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 moja. Alafu tukapata hii ya mwisho moja moja, namna hii. Sawa? Kwa hiyo shikeli zetu hizi 4 tumeshajifunza idadi zake. Unakumbuka idadi zake tulishajifunza kwamba hii idadi gani na hii idadi gani, idadi gani. Hapo umefanya kwenye upande wa Simba. Kwa hiyo hizi 4 hizi zina maana kubwa. Maana yake idadi hii tutakuja kujumlisha na idadi hii na idadi yake hii na idadi hii. Kwa hiyo idadi hii na hii na hii na hii utapata idadi fulani hapa, itakuwa ni idadi ya Simba. Ndio tunavyotabiri hivyo. Alafu utakuja sasa katika upande wa timu ambayo ni pinzani, ambayo inaicheza na hiyo Simba, labda kama ni Mbeya City au ni ipi, yani timu yoyote hiyo.
Mfano labda tufanye Mbeya City. Mbeya City. Yaani hapa jina hata ukikosea hakuna shida. Shida iko hapa kwenye kukata. Haya, tunaenda namna hii. Unatengeneza hii namna hii. Kwa hiyo utafanya hivyo hivyo afu baadaye utakata. Yaani hakuna haja ya kurudia tena. Utafanya hivyo hivyo afu baadaye utakata kama jinsi ulivyofanya. Kama ulivyofanya kwenye Simba ndio utafanya kwenye upande wa timu ambayo inacheza na timu nyingine katika upande huo wa mechi ya siku hiyo. Kwa hiyo hata ukosea jina kule hakuna shida. Na hizi ndio idadi nimeshazifundisha. Ukiona hii idadi yake ni 26, hii ndio hii. Kwa mfano hapa tulivyokuwa tumepata hii Simba, tulivyokuwa tunafanya hapa kwenye upande wa Simba. Umeona kwa mfano kuna hii moja, hii tunaisoma hivi 1 2 1 1. Wote tunaisoma namna hiyo. Moja, mstari wa kulala huwa tunaita 2. Huwa tunahesabu kama 1. 1 2 1 1. 1 2 1 1, thamani yake ni ipi? Hebu tutazame hapa. 1 2 1 1. 1 2 1 1. Hii hapa. Hii hapa. 1 2 1 2 1 1. Thamani yake ngapi? 15. Kwa hiyo kumbe hapa itakuwa ni 15. Sasa hicho kitabu ndio kinaelezea mambo yote mpaka mwisho. Utafanyaje mpaka mwisho. Ila hizi video nimeziweka ili ziwasaidie, kwa sababu kitabu kisikuchanganye ukashindwa kuelewa. Unafika sehemu unaambia ukate, unashindwa, mbona hicho kitabu hakielezi vizuri? Hapana. Hapa naweka hizi video ili uangalie vizuri kwamba hapa mikato inakuwa namna gani. Mikato ndio inakuwa hivi. Kwa hiyo ukisoma hicho kitabu, ukipata kitabu, ukirudi kwenye video, umemaliza somo na umeelewa. Kwa hivyo fuatilia zaidi ili uweze kufahamu utabiri wa mpira kiusahihi zaidi. Asanteni sana, shukrani.